moja ambao ni mantiki sana kwako, umeelewa? Karibu. Hivi mwanangu, ukiachana kuvaa kupendeza, kitu gani kingine ni dalili ya uchafu labda? Kwani kuvaa na kupendeza ni uchafu? Sio uchafu. Nataka utajie kitu kingine ambacho kinaweza yani kawa ni dalili ya uchafu. Kitu kingine ambacho ni dalili ya uchafu ambacho mimi nakijua mwanangu, ni mwanaume kumiliki mwanamke zaidi ya mmoja au mwanamke kumiliki wanaume zaidi ya mmoja. Huo ni moja kati ya uchafu ambao natakiwa kupigwa vita katika jamii. Ungekuwa rais ungesemaje labda? Mimi ningekuwa rais, cha kwanza ningeavoid kitu kinaitwa polygamy. Polygamism, kwa sababu ni kitu ambacho kinasababisha misunderstanding within the society, you know? Ndio. Kwa hiyo moja kwa moja hapo mimi kama rais ningeavoid na ningehakikisha, yani kama ningekuwa nina power nyingine, kama supernatural powers, ningefanya kwenye taifa langu kila mwanaume na kila mwanamke anakuwa na mwenza wake mmoja tu, na hii itasaidia hata kupunguza maambukizi kaka. Ndio. Yes. Bwana, huyu ni waziri wa chuo cha TAA, waziri mkuu. Sikiliza neno waziri mkuu. Waziri mkuu, heshima yako. Sasa kijana, mimi nataka nikuulize swali jingine la nyongeza. Bwana, unasema bwana siku hizi wasichana wanadai kwamba wanaume wengi wameshakuwa wagumu sana kutoa pesa. Wewe unalizungumzaje hiyo? Sasa hii mechanism, ngoja nikwambie kitu kimoja katika maisha, umesikia? Yani psychologically tu ukimuona yani mwanamke tu kama mwanamke anatakiwa atambue yeye mwenyewe. Psychologically ukiona mwanaume anakupa hela, yani anakupa hela mara nyingi, wewe mwanamke unatakiwa ufanyeje? Ujishtokie, umeona? Cha kwanza, ukiona mwanaume yupo na staili hiyo kukupa hela wewe bila faida, utimisi huyu amekuja kwenye maisha yako kukuchezea. Kwa sababu gani? Kwanza psychologically anakuwa amemtukana mwanamke. Kivipi? Maana anampa hela ili siku na yeye akitaka jambo lake, umeona, mwanamke awe mrahisi kutoa, you know, sijui unaelewa. Lakini mimi nawashauri wanawake, ukimuona mwanaume ambaye umeona anakupenda, you know, ana cha kukupa, umeona, kuna wakati mwingine unampigia simu anaogopa kupokea simu zako. Kwa sababu gani? Ana cha kukupa, huyo ndo mwanaume wa kweli, umeona. Na ukiona mwanaume ampi hela mwanamke, umeona, na anampenda kweli, japo wanawake wanasema kwamba mwanaume asipompa hela ampendi, you know, inafikia mpaka hatua anafanyaje, anamchicha. Lakini kwenye uhalisia mwanaume ambaye hana kitu, hana chochote, huyo ndo mwanaume wa kweli kwenye mahusiano, umeona. Kwa mwanamke akimwona mwanaume ambaye yupo naye still kwenye mahusiano, lakini yule mwanaume hampi vitu, yule mwanaume ila anampenda, umeona, wakati mwingine anaogopa kupokea hata simu zake, kujibu message zake kwa sababu tu hana cha kumpa, huyo ndo mwanaume wa kweli. Najua hawaelewi, ila siku moja watanielewa tu. Unachukuliaje ile kauli unasema kwamba mwanaume ambaye hana hela ni sawa na uchafu wa jalalani? Sio kweli. Sio kweli kiasi. Sio kweli. Kwa sababu gani? Mwanaume akisema mwanaume mwenye hela, mwenye hana hela ni sawa na uchafu barabarani. Baba yake ana shilingi ngapi? Baba yake naye ni uchafu. Inatosha hiyo. Kuba babake, hiyo imekaa vizuri.